nakuja kutembelea wewe. Lakini na haraka kweli. Haraka nini na umekuja kwa mpenzi wako? Sio mjua yule dadangu tena, mtu wa maneno kweli. Sasa kwa hiyo na maana unamthamini sana dadako hata kuliko mimi? Si hivyo. Nakudhamini wewe. Unatakiwa unionyeshe mapenzi ya dhati. Lakini sio ukisema unamwangalia sana dadako akisema ni ushakuwa mtu mkubwa kwanza Zena. Nakupenda wewe Juma, lakini wamjua yule dadangu akianza amalizi. Sina shida na hilo, mambo yote yatakuwa sawa. Sawa. Niachie tu mimi. Mbona shtuka? Mbona unatesa familia yangu? Nimekuja hapa kukwambia hivi, uregeshe mali kwa watoto wangu. Kama sivyo, utanijua. Nikuulizeje? Mamdogo yuko kweli? Mamdogo, alafu ujue leo sijamsikia kizungumza. Yupo kweli? Anatuharakisha haraka anaenda katuombe dua. Basi twende. Kama lako taliacha hapo, mimi nalibeba nitakula njia. Hebu tuende tukamwangalie mamdogo. Haya, tuharakisha aenda katusaidia dua. Hayupo. Nani atatuombea dua? Itabidi tujiombee wenyewe. Ya Rabbi Mola, tunusuru. Hebu twende. Twende. Zena. Wewe Zena amka wewe. Wewe sio umeniambia nikuamshe mapema wewe. Kwani saa ngapi? Saa 2, jua limechomoza kila mahali. Unalisha mtoto chakula kweli? Ndio, kwani kuna shida gani? Ni sawa, tuachane na hayo. Kuna maswali kidogo tunataka kukuuliza. Basi si uketi kaka. Ni sawa. Wajua, katika watu ambao walikuwa nategemea katika ndugu zangu, yani familia, nilikuwa kutegemea wewe. Lakini hichi kitendo ambacho umenifanyia ni kitendo ambacho mimi mwenyewe sijaridhika. Basi kaka, naomba mnisamee. Huku mtaani kote ni wewe tu ndo natajwa. Kuna nini? Kuna nini unamaanisha kilichotokea kijui? Sijui chochote mimi. Kuna nini? Mbona hata salamu hujasalimia? Kilichonileta hapa si salamu wala nini. Watoto wako wameniibia. Watoto wangu waizi tangu lini?
Wamekuja wameniibia vitu vyangu ndani, kuna laptop imeenda, gesi, wallet yangu ya hela wamebeba. Watu wangu hawa hawana wajua ndo wale kuibia wewe leo. Watoto wako hawa, Manywala na Mdogozi. Mimi kwa kusema ule ukweli leo hizi habari ni mpya kabisa. Sijajua kabisa watoto wana tabia hii. Sasa mimi kilichonileta hapa mimi sijakuja ati nini. Mimi nataka vitu vyangu virudi. Baada ya masaa ngapi? Nikusikia baba. Wakija uje waambie tena yawaingie. Mimi naenda nikirudi tena na haribu. Haya, sawa. Watoto hawa kweli jamani. Mimi hata sitaweza kabisa. Kwa nini huyu baba mtoto mbona hashughuliki na majukumu yake? Yaani mimi nikutafutie wewe, niwatafutie wale wadogo zako, tena mtafutie mjomba. Sasa kaka, mimi nilishakuuliza kila kitu kuhusu babake huyu mtoto. Hataki hata kuniona, hataki hata kunisikia. Mbona unataka kunielewa kakangu? Kwa hivyo hataki hata kukuona. Hataki hata kuniona. Kwa hivyo mimi ndo kabisa sasa ndio unipe mimi mzigo, ni ubebe mimi na wakati mwenye mzigo yuko, si ndio? Sawa, nimekuongezea jukumu lingine. Lakini utafanyaje na mimi dada yako? Sasa mambo ni mawili. Nenda huko kwa baba mtoto huko, umwambie aajibike na mtoto wake. Ila kama sivyo, wewe paondoke hapa. Sitaki kujua kama utaenda wapi, mimi sitaki kujua. Mimi niwajibike na ndugu zangu peke yake. Sawa kakangu, nimekuelewa. Niko amekuingia. Sema tu umenisikia afu inaingia na huko anatoka na huko. Kisha kisha kuingia. Nimekusikia kaka. Naona hujanisikia. Kila siku tembea wimbo mmoja. Basi hata hakuna hata siku nitaka na raha hapa. Ungekuwa alikuwa atakao kuona furaha. Wewe sasa uko shule. Wewe ni mwanamke mzuri sana hapa duniani. Na sioni kama itatokea siku nione kuna mwanamke mwenye atakuwa amekuzidi uzuri hata siku moja. Sema kweli anajisikia yani kwako najitolea yani mzima, nimekupenda na roho yangu yote na nakuomba uwe wazi kwa hili. Wewe kwa ndanganya. Ni kweli uongo utumika, lakini kiupande wangu nakuomba nikuahidi kuwa hili ninaloliongea sasa si la uongo, bali na kuahidi tutakuwa pamoja siku zote maishani. Bora tuombe Mungu atufungulie njia zetu. Kini unajua nini Johnny? Hata mimi nitakupenda siku zote za maisha yao. Nafurahi kusikia hivyo. Sawa. Lakini unajua hii wiki hii nimekuwa najiona tofauti. Tofauti gani? Yaani nasikia kichefuchefu, kisunzi. Hata nikizama nasikia hapa chini naumia. Nahisi kama nina mimba. Mimba? Ndio. Na hiyo mimba kama tunakumbuka ni siku 2 tu nadhani ndo tulikuwa na wewe hapa. Hiyo mimba itakuwa ni vipi tena? Mbona sikuelewi Rema? Sasa John, mbona umebadilika ghafla? Lazima nibadilike, hizi habari mimi kwangu ni geni kabisa. Mara 2 tu peke yake Rema hapa. Kwani John, wewe hii mimba ni yako. Sasa ukikaa mbadilisha sura hivi unamaanisha nini? Na hii mimba najua ni yako, wewe ndo mhusika. Inakuwaje unaikataa? Hebu niondolee ujinga wako hapa. Haiwezekani siku 2 hizi tayari unaniambia hapana. Hebu nenda katafute wale walikupa hicho kiombe.
Mwala na mdogo. Hichi kikao cha kwenu. Sio kawaida. Sio kawaida. Naletewa habari mimi asubuhi mbichi asubuhi. Naambiwa mmechukua vitu vya zombi. Nani kakuletea hizo habari shangazi? Zombi ankuja hapa niripotia kwamba mmemchukua ninio laptop yake, simu na pesa. Mkwenda uza julikani mmeuza wapi? Namjua zombi. Sifahamu zombi. Leo amruka rafiki yenu mwamruka leo. Sasa tuna rafiki ambaye anaitwa zombi. Nyinyi leo amumbii zombi leo. Muregeshe vitu vya wenyewe. Hivi ambavyo mmeanza kuibaiba huko nje, ina maana hata mimi hapa ndani ya nyumba mtaanza kunibia. Sasa nasema mtoke hapa sasa hivi kabla masaa mawili, mkatafute hivyo vyombo vya mwenyewe huko mumregeshe. Ni sasa hivi tena nasema muinuke. Kumbe bado mwanisubiri. Toka, mimi toka, nimechoka na wewe. Wewe mwanamke mwaka ni wa pili hapo. Unajaza tu choo hapo unakula na hakuna dalili ya mtoto. Kwa virago vyako nenda. Sawa, nenda. Mimi ninachohitaji hapa ndani ni mtoto. Sawa, sitaki chengine. Unajua nitakwenda pika. Ndugu zako naje sasa hivi. Kweli dada, mimi nimekuitia hapa lakini na jambo hili moja tu nataka nikwambie. Mimi naona mambo ya skuli bwana. Basi. Raga unaongea hivyo lakini ngoja kaka hapa akusikie. Wewe unatafutia mimi shida? Sorry yako. Maraba. Sasa tuko ndani. Sawa. Sasa unaona wenzako. Mimi sishiki, sidandishi dada, sidandishi. Kaka usinitafutie shida. Kaka Jumanne akikusikia ongea hivyo, mimi ndo nitafuta lawama hapa ndani. Mwenyewe wamsia vile alivyosema, akili yangu na yako ni moja. Kwa hivyo akijasikia ujinga huo, basi acha nikupange. Kila mmoja hapa na akili yake. Sitaki kuongea maneno mingi. Wewe kifo kesho asubuhi, hakikisha kutoka unaenda shule na wewe unatoka. Sitaki kukuona. Unajua mwenyewe kwa yeye. Kama supu mbavu nini? Skuli udandishi, mtu tena bado aenda pia na pesa tu kwa walimu. Walisha tu wewe. Mambo haya mimi yashanishinda kia Mungu. Ngoja nende mtaani kule nende nikaangalie chambi angalau niambachuke sababu mambo haya sitawezana nao kusema loko. Mdogo Zena, naomba nisaidie kitu kama utaweza. Kitu gani hicho? Kuna hesabu hapa zinanishinda. Hesabu? Yaani wewe Hadija washindwa na hesabu? Hesabu gani hiyo? Labda. Jamani. Eti hesabu gani? Yaani wewe washindwa na hesabu ya bracket? Ingekuwa division ungeweza? Kama hiyo ya kushinda. Lakini mdogo ni ngumu. Lakini mdogo ni ngumu ndio. Hata mimi pia nimeziangalia lakini sijadandisha hata kidogo. Masomo ya zamani sio sawa na sasa hivi. Sasa hivi ni CBC na zamani ilikuwa ni 844. Unajua nyinyi watoto hampendi kuchokesha hizo akili zenu. Hakuna tofauti yoyote katika masomo ya kitambo na hii CBC mwasema. Na kama hivyo basi ni kidogo sana. Basi Aisha mdogo, asubuhi ulikuwa kwa wapi? Mbona tulikuja tukakupata hauko? Unajua nyinyi watoto niwaambia sana. Hiyo inawahusu na nini? Hebu tokeni mkachukua hizo vitabu mkuja niwaonyeshe. Toka! Watoto wana kama mama yao tu. Niwaambia kweli. Yaani bure, yani nimepoteza muda wangu tu. Najuta. Miaka 2 mizima. Lakini kwa nini sikumkubalia tu Rehema? Singefikia mahali hapa. Bure nimepoteza muda wangu kabisa. Sina budi. Leta nibidi tu kumfuata Rehema. Ili nianze upya maisha yangu. Kwani nahisi hata bado sijapoteza. Lakini naanzaje? Ndugu zangu nimewaita hapa tuna kitu kimoja lakini
Huyu mwingine uko wapi? Irage uko wapi? Ametoka. Wamesha mwito wangu ulikuwa kipuzi ndio maana, si ndio? Ametoka kabla hujatuita. Okay, tuachane na hayo basi. Nilikuwa nimewaita tu hapa kwa kitu kimoja peke yake. Ambacho nanyi wao majionea. Mnaniona jinsi ninavyohangaika kama ndugu yenu mkubwa. Nang'ang'ania ili nijue mtakula nini, mtasoma nini. Lakini kuna kitu ambacho kimenivunja moyo na pia kimeniweka aibu mtaa mzima. Lakini kaka, mimi sijapenda. Natamani sana ningekuwa niko darasani nasoma kama wenzangu. Lakini shetani alinipitia tu. Nipatie chance nyingine nirudi tena shule. Sasa chance gani? Ama nilikupatari chance ikakushinda. Ukaniletea mtoto. Sasa nikupe tena chance nyingine. Utalea mtoto ama utaenda shule? Hebu tuachane na hayo. Hilo swala lako tutaliangalia siku nyingine. Nilikuwa nitakwambia hivi kuhusu mambo ya wazazi. Wajua mwaniona tu hivi mko kwenye giza. Kaona heri niwaambie tu kinaga ubaga. Najua mfahamu kifo cha wazazi wetu. Ndio maana nilikuwa nimewaita hapa ili niwaelezee, ili pia mimi ni uhuru. Wazazi wetu, kwanza kifo cha baba yetu nilifika kwa chumba chake kwenda kumwamsha, ashatuacha. Sasa kaka, waliuawa au walikufa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Hilo silijui. Na pia hata wewe ukijua kwamba waliuliwa ama walifanywa nini, wewe utafanya nini? Na pia wazazi wetu walituachia mali nyingi sana. Kama mashamba, majumba. Sasa kaka, kama wazazi wetu walituachia mali, basi sikuwa. Kweli hatungeishi kwa hali hii kwa sasa hivi. Kweli kaka, mali zenyewe wapi? Ndio hapo sasa. Ni watu ambao wakikupata kitu cha mtu wanachukua. Na sikuwa na nguvu ya kupigana na wao. Sababu wao pia ni watu ambao kidogo wako na kazi. Wao ni watu ambao wanaweza kidogo. Sasa mimi peke yangu nilikuwa siwezi, na nyinyi bado ni watoto wadogo sana. Nilikuwa siwezi pigana mimi peke yangu. Nikabidi niwaachie. Dada Fatma, niko hapo kukushukuru jambo moja. Naam dada. Nashukuru sana kwa kuishi na mimi miaka yote hiyo. Nimemaliza hadi shule. Mpaka sasa nimepata kazi. Sasa natarajia kuhama, nishapata nyumba yangu. Dadangu, hata mimi pia nafurahi. Ulikuwa mbidii kwenye masomo yako. Ndio maana mpaka sasa umefikia dadangu Zena. Umesoma na umepata kazi nzuri. Nakwambia hivi, nataka waregeshe watoto wangu mali zao, la sivyo utajua kama mimi nani. Ndoto gani hizi? Mwenzangu, nashangaa umeniraukia asubuhi hii, una yapi? Mwenzako kila nikilala napata shida. Mzimu wa mzee Fondo, babake Jumanne, unanitokezea. Mzimu wa babake Jumanne? Unaponitokezea, unanihimiza mimi regeshe mali ya watoto kina Jumanne. Tuwafanyaje hapo? Mwenzangu, haya mageni. Huu mzimu wa babake Jumanne unkutokelezea wewe?
miaka yote aliokufa mzee, leo mzimu wake kutokea wewe? Hapa hakuna yoyote ambayo mzimu ushawahi kumtokea. Makubwa. Ni sawa, tuachane na hayo. Ndoto za kawaida, naye kafuate shughuli zako. Mimi mwenyewe pia usubuhi kesho na rauko usubuhi niende zangu kule shambani, niende kaangalie kama nitafanya nini kule. Neema, yani dada aliamua kumfuta Sara kazi hivyo. Ndio hivyo, Sara alifanya ujinga wake mwenyewe hapa akafutwa kazi. Sasa hapa nibaki mimi tu hapa nijimwage mwage. Dada naye jamani, nisikwambie. Na mpenzi wangu nakwambia, yani sisikii wala sioni. Mpenzi upi huyo? Juma. Wewe na kila siku Juma. Yaani wabaki tu kunisifia Juma na lata hujaye kunionyesha. Mimi ninaamua nimuone huyo Juma. Watu usijali. Hivi karibuni tutafunga ndoa. Alafu wewe ndio utakuwa msimamizi wangu. Wewe nakwambia hiyo usiku mimi nakwambia mwenzako nitajimwaga yani. Alafu hata ninakumbuka. Hiyo ndoa yenyewe itafanyika wapi? Itafanyika hapa. Itafanyika hapa? Maana huyo dada. Si kwa staili hii. Kwani atafanya nini? Na maneno yake yote au makali hivyo, mimi hata namuogopa. Mama. Bora shtua. Manywala ameshikwa yapelekwa ndani. Sasa kama ameshikwa mimi nifanye nini? Mama, kumbuka ni mwanao Manywala mama. Wako watoto kuweza kuwasaidia lakini si mtoto kama Manywala. Mimi nilizungumza mara ngapi hapa? Nizungumze mara ngapi? Sasa hivi nakwambia hivi, Manywala yule kitamuhusu kwenda kula maragwe mabichi wewe mpaka yametumboni. Nakwambia mimi wala hainitetemeshi wala hainitiki suzi. Nakwambia hivi, Bakari, ingia ndani hebu tuchukue mitungi ya maji. Sasa hivi mimi jaze maji tuletee habari za Manywala kitu gani? Niletee mitungi hapa jaze maji. Manywala. Musa, maisha na upelekaje siku hizi? Manake maisha yamekuwa magumu sasa hivi, si vile tuajuavyo. Yamekuwa juu zaidi. Mimi kiukweli kufikia sasa nashukuru Mungu ni mkubwa. Mambo ya Kenya tushayazoea. Kiupande wangu mimi nashukuru niko sawa, maana sasa hii si kama zamani. Kidogo nimejenga na pikipiki siko barabarani na kama vijana 4 hivi. Yaani sasa hii kidogo niamini Mungu si mzungu, anajibu maombi. Lakini kitu kimoja ndicho chanisumbua mimi. Kitu gani Musa? Pressure nyumbani, kelele kila nikiamka, jambo ni hilo moja. Mamangu anapiga kelele mpaka amemwambukiza pia mzee naye. Kelele ni hizo. Nataka jiko. Wataka jiko Musa? Kabisa. Jiko tu? Nataka jiko Mama Zura, mimi nataka jiko, nimeamua nataka kuoa. Sasa kwa hilo usitie shaka. Hapa umefika. Mimi unionaye niko na dadangu mdogo wangu. Huyo kwa bila shaka anakufaa. Manake amefundika tabia. Kila kitu dadangu iko sawa. Maana amefundwa akafundika. Hata hivi naye alikuwa ngoja mchumba. Kwa hivyo haina haja dadangu ende kokote. Dadangu mwenyewe kabisa. Dadangu mwenyewe tumbo moja. Sasa Mama Zura. Nifanyaje hapa inakuaje? Mwanzo yuko vipi? Sasa hiyo kazi niachie mimi hapo mfika, na wala usitie shaka. Mambo yote yatakuwa sawa. Mama tusijali. Kuhusu dadako, kama yuko wewe amua tu nipatie. Yaani nitamlea kivyovyote hata teseka. Mambo yote yatakuwa sawa. Kwa hilo umenifurahisha sana. Mwanzo hebu kunywa soda. Musa. Kunywa soda. Kama kweli usema ukweli, alhamdulillah, Mungu akujalie. Na tena bado tupate zaidi ya hii, kumbe dadangu atafurahi. Nakwambia bado. Yaani wewe ukishafanya mambo, wewe mwenyewe utajionea kwa macho. Alhamdulillah. Takula zaidi ya. Utajionea kwa macho, utajua kweli Musa. Kidogo. Si kidogo. Wow. Na utajua kweli Musa ameamua. Umenitia nini hapa John? Kwanza nakuomba uwe mpole Rema. Mimi sijakuja hapa kwa ubaya Rema. Sawa, sema shida yako. Natambua kabisa kwa mimi ni mwenye makosa mbele yako. Kwa hiyo naomba unisamehe. Mimi leo sijakuja kama yule John wa zamani. Uliondoka hapa waje kabisa umeacha mwenzako ana hali ngumu. Lakini ukabidi uhame kijiji uende zako bila kufikiria mwenzako. Ulikuwa na shida gani? Hapana, nikupitiliwa tu na hali ya maisha ilikuwa ngumu. Ndio kanibidi paka nikakuacha wewe. Ni makosa makubwa sana niliyofanya. Naomba unisamehe. Fadhali, mimi niko tayari kuchukua wewe na mtoto wangu tukaanze maisha mapya tena. Uko tayari tuishi mimi pamoja na mtoto wetu? Hicho ndicho kilichonileta hapa. Kwa hiyo nakuomba unisamehe ili tusahau yale yote tukaanze maisha yetu mapya. Basi nimekusamehe.
Unashtuka nini? Mbona unatesa familia yangu? Nimekuja hapa na jambo moja, mregeshe mali zangu kwa watoto wangu. Lilian, mambo Poa, vipi? fresh? Ndo kutoka? Ndo natoka. Poa. Ehe, afadhali nakukuta bwana. Kila siku wanikimbia. Mwezi wa kwanza, wa pili, juzi ninakuja hapa ninapata kufuli, jana ninapata kufuli, asubuhi pia ninapata kufuli. Sasa hivi ninakukuta. Chenye nataka hapa ni hela yangu. Sitaki story zingine sasa hivi. Lakini si ndugu yangu, ulikuwa tumeelewana kwamba unipatie mwezi hata kama nusu nitakulipa pesa yako yote. Unataka nikuvumilie vipi? Wakati mimi nagharamia kujenga hii nyumba, hujanisaidia jiwe, hujanisaidia mabati, hujanisaidia simiti. Sasa basi, sikiza kwa makini. Na hiyo funzo kwa watu wenye tabia kama wewe. Naenda kuchukua kufuli ndani, chumba chako naenda kukifunga. Alafu kwenye utaenda sitaki kujua. Ndio hivyo na nimemaliza. Sasa bro, achana na mimi. Sasa ona basi. Naona wanchezea. Wanchezea sio. Sasa basi nitakufunga. Na nakwambia tena nitakufunga. Mimi mwenyewe nimeenda huko ninafanya na KDF. Nimefanya na jeshi la Kenya, la maziwa, mpaka la wanawake. Sasa basi wewe. Zena, yule mgeni niliokuambia, mgeni mwenyewe ndio huyu. Sawa. Musa. Haya, nawacha mjuane. Sawa, sinibwage. Habari yako? Nzuri. Sijui kama dada yako ashakwambia ama ndo mara kwanza ni. Dadangu mimi hajaniambia chochote. Nimezunguka kote nikaona hapa ndo naweza pata jiko. Yaani kiukweli ni kwamba Zena, nikikuangalia kwa umbo lako, uzuri wako na hata tabia pia zinaonyesha sio mbaya kama dada yako alivyonisifia. Yaani kiufupi tu labda niwe kwenye mada, mimi ninakupenda. Labda nikwambie mimi nishachukuliwa na mpenzi wangu. Kwa hiyo mimi siwezi pendana na wewe. Zena, nimekuambia nakupenda, sijamaanisha masiara hapo nimeweka. Mbona unakuwa king'ang'anizi wewe? Si nishakwambia na mpenzi wangu, sikupendi. Zena. Na basi ongea naye tayari, shamsuka mtoto kwa laini. Anakaa mjini ama ndo anakula pesa zangu hivi. Mama Zura, dadake Zena. Sasa nitafanyaje? Sababu nimejitahidi kwa huyu wangu yote, ila ameleta mambo ambayo hata hayana msingi. Lakini wahenga walisema kwamba mtoto akinyelea mkono heri usafishe kuliko kuukata. Itabidi nitafute pesa nipeleke shuleni, sababu pia elimu haina mwisho. Mwenzangu Makezura na Makebeka, nimeshangaa leo. Kulikoni? Mzimu wa mzee Fondo si umenitokelezea leo? Huu mzimu wa mzee Fondo unkutokelezea?
Ni heri turegeshe mali ya wenyewe. Afadhali wewe mwenzangu ulijenga. Nami mwenzako ulikuwa umepata tajiri, niuze lile shamba la kule upande ule. Angalau na mimi nijenge. Ni kweli nimejenga. Lakini hata mimi vile vile shamba hizi 2 niliziuza. Na nilipoziuza nibakia na zile nyumba 2 ujuazo. Na hizo nyumba 2 kwa haya alipofikia sahi, kila mara sisi hatupati usingizi, tukifunga jicho washatujia mzimu, tukifunga jicho mzimu ushafika. Ni heri turegeshe mali ya watoto wa watu, na sisi tupate hiyo afueni, maana tamaa yetu ndio ilituzoza. Huyu aliyepo mbele yako anaitwa Johnny, ambaye ndio babake Tatu. Tulia. Kaka sawa mboga na. Tulia. Sawa, kaa tuongee. Bwana nimekuja tuongee. Una akili kweli? Kwa nini tena dadangu? Mimi nakuchagulia mume anofaa, wewe humtaki. Mtu na pesa zake ati wamtaka Juma. Lakini dada, kwani kuna shida mtu kupenda mwanaume ambaye amejichagulia mwenyewe? Sasa huyu Juma atakupeleka wapi? Mimi nampenda Juma hivyo dada. Miaka hii yote hajawahi kuja hapa nyumbani alete posa ama ajitambulishe. Anajipanga tu atakuja. Anajipanga paka lini? Sasa ni wewe uchague mawili. Kumpenda Musa ama Juma? Mimi nampenda Juma. Kuanzia leo utoke hapa kwangu kama wampenda huyo Juma. Imefikia hapo tena. Unaniangalia kivipi? Ni bora utoke. Sitaki kuangaliwa na wewe. Toka. Haina faida kabisa. Enda zako, sitaki kuona hapa. Ni bora nikae peke yangu. Ni bora uende zako kabisa, huko potee. Punguza hasira bana. Najua nimekosea. Kwanza samahani sana. Sawa. Samahani, naomba unisamehe. Najua nimesababisha matatizo makubwa sana katika familia, lakini naomba unisamehe kwa hilo. Kitu kilichoniondoa hapa kijijini mimi sana ilikuwa ni ugumu wa maisha. Nimetoka kwenda angaikia maisha yangu. Kilichonileta hapa kikubwa mimi nimekuja kuongea na wewe ili niondoke na mke wangu. Kiwezekana tujipange vizuri na maisha. Sasa niko vizuri, nimejipanga. Mama Zura, mbona sielewi kama nachanganyikiwa hivi? Kivipi Musa? Kivipi? Kwani huelewi tuna issue gani na wewe? Dadako wakunikataa, wakunitukana mimi, kunifukuza kwenu. Yaani mpaka pesa nakula kuniambia nisijali, kila kitu kitaenda sawa. Ama ukumbuke ahadi zako. Musa, nilikwambia kwa hilo usite shaka. Dadangu hawezi kunishinda kichwa, wala hawezi kunishinda akili. Nitahakikisha kwa vovote ameshika hii amri yangu niliyomwambia. Kwa hili hakuna matumaini kabisa. Dadako ananizalilisha. Imagine ananitukana. Mama Zura, mimi nimekuja hapa, nimekuja kujua tu kama nitapata jiko ama sitapata jiko. Maana kilichonileta hapa nijue uwazi. Siku nikirudi hapa naja chukua jiko. La sivyo tutaonana wabaya. Habari yako dada? Nzuri. Samahani dada. Bila samahani. Naomba nikuulize, Juma yupo kweli? Mimi ratiba saa hii nimebadilisha. Sababu nimeona kwamba namnyanyasa sana dadangu. Ni kitu ambacho nimeonelea. Niregeshe dadangu shuleni. Hiyo tu. Kama utasubiri amalize shule, itakuwa jambo la heri. Kwa hilo naona haina shaka.
haina shaka kama ni kurudi shule hiyo si mbaya na si wazo baya sana. Nitajitahidi kuwa bega kwa bega na ili tumsaidie amalize masomo yake. Juma, lakini mbona umeamua kunifanyia hivyo? Hali yangu, nataka mimi nifanye nini? Siko tayari kupata mtoto ambaye hana baba. Naamua kujitoa hai. Ili nife. Zena. Juma. Mbona uko hapa? Hebu twende. Nimekutafuta. Jumaine. Naam. Na Rehema. Naam. Poleni sana kwa wale niliwatendea. Nimewaita nije mwakabidhi mashamba yenu. Marehemu baba yenu alivyokufa aliwaacha nyinyi mkiwa wadogo sana, mkuwa mwajielewa. Na saizi wanangu naona mwajitambua. Ndio sababu nimewaita hapa. Sasa yale mashamba mawili yaliyoko kule Mwakirunge nimeamua kwa regesha wenyewe mali zenu. Asante mama. Asante. Mi pia vile vile niko na urithi wa baba yenu. Niliuza shamba, nilikuwa kuna shamba 3. Nikauza 2. Na nikabakia na shamba 1. Na hata hii nyumba ambayo naishi pia ni ya urithi wa baba yenu, lakini aliniachia niwe nitaishi. Na zile shamba 2 nikauza, ndio nikajenga hiyo nyumba 1 Mbungoni, na sina budi kuwaregeshea urithi wenu. Nashukuru kwa kukabidhi mali zetu. Mimi pia nashukuru sana. Kwa tunaweza tukaondoka. Karibuni sana. Karibuni. Asante. Karibuni. Zena, waona jinsi ulivyonaibisha. Mimi nilikuwa nishachukua pesa juu yako. Posa yako nilikuwa nishachukua mimi. Lakini dada, mbona unilazimisha mimi kumpenda Musa? Mimi simpendi yule Musa. Ni lazima wewe ule na Musa, kwa sababu Musa ndiye mume anayekufaa. Huyu Juma atatusaidia na lipi? Makezura. Mtu achaguliwe mchumba. Wenyewe kama wamependana, waache waoane. Dadangu amenikosea sana. Juma, tuambie malengo yako wewe kwa Zena ni yapi? Mimi niache nene nikajiandae, nijipange vizuri. Alafu nitakuja mambo tuyamalize. Na hiyo mambo ya huyo Musa wako anasema sijui umekula pesa yake. Utakaa chini ufanye mahesabu alafu utanielezea. Zena, kama huyu mume ndio umemridhia, mimi sina budi kukubali. Kwa hivyo hapa vigelegele na shangwe, yani tunayo hatunayo. Tunayo. Acha sisi tuache.